LATRA wametufundisha namna ya usafiri salama na rafiki wa mazingira. Tumejifunza katika viwanja vya Mnazi Mmoja. Lakini mheshimiwa, kupitia app ya LATRA tumejifunza kwamba ile hofu ya kujua ndugu yako yuko wapi, amefika wapi sasa hivi, gari hilo liko wapi. Kumbe tumekwenda kwenye usafiri endelevu. Sasa hivi kila kitu unapata kwenye kiganja. Tumejifunza kupitia maonyesho haya. Huna haja ya kumpigia kondakta kumuuliza abiria wangu yuko wapi. Kila kitu kipo kwenye kiganja. Unaangalia basi lipo, nafasi zipo, linaondoka saa ngapi, liko wapi, limefika saa ngapi. Hii ni kazi kubwa. Nikasema Mheshimiwa Waziri Mkuu, siwezi kukaa nalo hili, lazima nikufikishie na lazima tuwapongeze LATRA. Piga makofi kwa kazi kubwa kwa LATRA. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA, pamoja kwa usafiri bora LATRA, pamoja kwa usafiri bora LATRA. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA ni taasisi ya Mtazamaji, habari za wakati huu. Kwa mara nyingine tena tunakutana katika kipindi cha usafiri na maendeleo, kipindi ambacho hukufikia kutoka Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini LATRA. Mimi ni Salum Paz. Tafadhali twende pamoja mpaka mwisho wa kipindi uweze kufahamu mambo mengi mazuri tuliyokuandalia katika kipindi cha leo. Mtazamaji, kipindi cha leo kinaangazia ziara ya CPA Dr. Habibu Juma Suluo, mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini, ambaye ametembelea mikoa ya Nyanda za Juu Kusini, hususan mkoa wa Njombe na mkoa wa Mbeya, ambapo lengo la ziara yake ni kuweza kukutana na wadau wa usafirishaji, hususan kwa upande wa pikipiki za magurudumu mawili na magurudumu matatu. Na hapa tunaongelea swala zima la uwezeshaji wa wadau hawa ambao ni wasafirishaji kwa upande wa bodaboda na bajaji, kuhakikisha leseni za maafisa wa usafirishaji kutoka LATRA zinaweza kuwafikia popote walipo, kwa maana ya ngazi ya mijini vile vile hadi vijijini. Akiwa mkoani Njombe, CPA Suluo anapata nafasi ya kufanya kikao na mkuu wa mkoa wa Njombe Mheshimiwa Anthony Mtaka, akiwa pamoja na mtendaji mkuu wa Tume ya Mipango hapa nchini Tanzania. Na katika kikao hicho Mheshimiwa Anthony Mtaka anaeleza. Sasa wazo ambalo watu wamekuja nao la kuanzisha SACCOS, si tunaona ni wazo kubwa na ni wazo ambalo litatoa suluhisho, na ni wazo ambalo matamanio ya wakati wote ya kuona bajaji na bodaboda zinarasimishwa kama kazi rasmi itawezekana sasa kupitia SACCOS. Kwa sababu SACCOS ni mahali ambapo watu wataweza kuweka pesa, lakini mahali ambapo benki itaweza kuamini watu wanaotaka kufanya biashara na boda na bajaji, lakini mahali ambapo pia patakuwa na usalama zaidi kwenye kurasimisha kundi hili kama ajira rasmi. Na mtazamo wangu mimi na mtazamo wenzangu kwenye serikali kwenye mkoa wa Njombe ni kwamba kazi ya bajaji na bodaboda ni kazi rasmi, ni kazi ya heshima, ni kazi ya utu. Kwa lazima sisi ambao tuna facilitate tuweze kuiheshimu. Toka kwa wenzetu wa jeshi la polisi ambao wamejitahidi kufanya mafunzo na kuwasaidia katika mabadiliko ya tabia, lakini wenzetu wa LATRA, lakini na sisi wenyewe kama serikali tutakutana mara kwa mara kwa ajili ya kuwaonyesha umuhimu wa wao kuithamini ile kazi. Na kuithamini ile kazi ni kuwaondosha pia kwenye wao kutumika vibaya. Inatokea tukio la kihalifu, mtu anaona kwamba kimtumia bodaboda anaweza akafanya tukio na akakimbia kwa haraka. Na kusani kazi ambayo bajaji na bodaboda inabeba zaidi uaminifu. Ndio maana mtu anaweza akampigia bodaboda, nenda buchani pale nichukulie nyama, naomba nichukulie mtoto wangu shule. Anamtuma tu, anapigia simu. Kwa hiyo ni imani kubwa sana, ambayo ile imani vyombo vingi vya usafiri havina. Sasa tukija kwenye kurasimisha, itaondoa vitu hivi vyote. Kwa sababu kurasimisha kutaenda pamoja wasajili, leseni, mafunzo, lakini mikopo, bima za afya. Inakuwa ni kundi ambalo ni kundi rasmi kabisa ambalo linabeba utambulisho. Na sisi kama serikali ya mkoa tuko tayari kuungana na LATRA kuona kwamba SACCOS ya bodaboda na bajaji mkoa Njombe inafanya SACCOS kubwa,
SACCOS ambayo inaweza kufikia mahala pa kuchagua kwenye biashara nzima ya bodaboda na bajaji wafanye nini. Waagize kontena za pikipiki na bajaji kuleta wao wenyewe, au wauze pea za bajaji na bodaboda, au hata wao wenyewe kuanzisha garage maalum ambayo itakuwa inafanya kazi zao na kwa ajili vijana wengine kwa ajili ya kufanya hizo shughuli au kutoa hizo huduma katika ubora. Lakini kikubwa tunawaondosha sasa bodaboda kwenye kazi za ridhaa, kuwapeleka kwenye uchumi halisi ambao utaweza kutambulika na wakati sawa na watu wengine ambao wanakopesheka na kufanya shughuli zingine. Mtazamaji, namna hiyo ndivyo kipindi cha usafiri na maendeleo kinavyoyoyoma. Na sasa tumsikilize CPA Dr. Habibu Juma Suluo, mkurugenzi mkuu wa LATRA. Ana nini cha kueleza kuhusiana na maafisa usafirishaji hawa na biashara wanayoifanya? Tumetembelea mkoa wa Njombe katika ziara zetu za kawaida za kutembelea mikoa, pia kuona hali ya usafiri nchini katika kipindi hiki cha mwisho wa mwaka, na kikubwa tunalolizungumza na tunalopanga katika mkakati wetu ni kuangalia sana hawa vijana wetu maafisa usafirishaji. Kwa jinsi nilivyomsikiliza Mheshimiwa Anthony Mtaka, yeye mwenyewe anasema tumechelewa, na ni kweli mimi naamini tumechelewa, lakini naona ninavyomjua inawezekana hii SACCOS itakayoanzishwa Njombe itakuwa ni ya kwanza ya mfano ninavyoiona. Na kwa sababu mtazamo wetu na mapendekezo yetu ni kuwa na mfumo wa kidijitali utakaowaunganisha vijana wote hawa maafisa usafirishaji, tukianza na Njombe ikawa na mfumo mmoja wa kuanzia ngazi ya mkoa, ngazi ya wilaya mpaka ngazi ya kata, tukaweka katika mfumo wakawa wanaweza kudhibitiana kupata taarifa zao. Mfumo huu ukienda kitaifa tutaweza kuwa na chombo kizuri sana, tutaweza kuboresha huduma hizi za usafiri na hawa vijana wakawezeshwa sana. Mtazamaji, huyo ndio CPA Dr. Habibu Juma Suluo, mkurugenzi mkuu wa LATRA, akiongea masuala mbalimbali kuhusiana na biashara hii ya maafisa usafirishaji. Wanasema mkono mtupu haulambwi. Je, wewe kama ni mmiliki wa pikipiki au dereva wa pikipiki au afisa usafirishaji, unaweza kujiuliza, unaweza kunufaika vipi, au chama chenu kinaweza kunufaika vipi na kujiunga na ushirika na kushiriki kutoa leseni za LATRA kwa niaba ya serikali? Kwa wakati nimepewa kusimamia hii taasisi ya LATRA, ili eneo niliona gumu kidogo kulisimamia, kwa sababu pia ukiangalia hata katika utoaji wa huduma zake kweli ni huduma ambayo kila mtu anahitaji, lakini ukitizama utii wa sheria ni mdogo. Wengi wanaoendesha pikipiki hizi hawana leseni. Wengi wenye kuendesha pikipiki zao pia hazikupata leseni za kutoa huduma, kwa sababu sheria ilivyorekebishwa mwaka 2009 ya bunge ya leseni za usafirishaji ya mwaka 1973 ilikuwa inaruhusu sasa leseni hizi zitolewe na LATRA, lakini kukasimishwa kwa halmashauri. LATRA ilivyokuja kuanzishwa mwaka 2009 ikatengeneza kanuni ikafuta tena ile sheria ya halmashauri. Kwa hiyo mwaka 2023 sasa tukaona kwamba hili eneo tunahitaji kuangalia namna nzuri ya hawa vijana hasa wa pikipiki waweze kujisimamia wenyewe, self regulation tunaita. Kwa hiyo tukapendekeza na ikaenda mpaka kwenye kamati ya sheria ndogo ya kudumu ya bunge, kapeleka mapendekezo yetu kwamba sasa tuwe na mawakala wa aina 4. Mtu binafsi awe wakala wa kutoa leseni za LATRA, taasisi za serikali ambapo sasa pande zinaingia halmashauri ziweze kutoa leseni, mtu akiwa na kampuni aweze kutoa leseni, alafu pia tukasema vyama vya ushirika. Na hapa tunasema vyama vya ushirika tuiwalenga hawa vijana, na kaanza toa elimu baada hiyo kanuni kupita, na vyama vyenyewe vio katika mfumo wa SACCOS. Tukasema wakishaungana pamoja hawa vijana tukawawezesha wakapata sehemu ya kile ambacho wanakusanya. Tunawapa mfumo, wanaotumia mfumo ni wa LATRA. Wao wanaleta maombi, approval inatoka kwetu, sababu kuna watu wako back office kuangalia ile maombi yametimia, wanatoa approval. Wenyewe wanakusanya fedha, wanakusanya na nani zinaingia kwenye mfumo wa serikali ile wa kutumia control number, alafu sisi tunawarudishia kila mwezi 20% ya fedha ambazo wamekusanya. Kwa hiyo kukusanya milioni 1 utapata 200,000. Kwa hiyo ni wanachama wenu, lakini pia ambao pia sio wanachama wenu mnaweza mkawa
kati ya zile leseni. Vile vile tupata fursa ya kuongea na Dr. Fred Msemwa. Yeye ni katibu mtendaji wa Tume ya Taifa ya Mipango. Anaeleza, dhana hii ya ushirika inaakisi nini katika dira ya taifa, kwa maana ya dira 2050? Sasa tupo hapa Njombe na bahati nzuri sana tumekuwa asubuhi ya leo tuko na mkurugenzi mkuu wa LATRA ambaye kupitia ubunifu wake yeye na taasisi yake wamekuja na wazo zuri la kuanzisha vyama vya ushirika vitakavyosimamia biashara ya bodaboda, na wazo lao linaoana kwa kiasi kikubwa na malengo makuu ya dira, ambayo mojawapo ya lengo ni kuchochea na kurasimisha ili kukuza sekta ndogo ya ushirika, ili sekta hii iweze kutoa mchango ambao umekuwa ukifahamika toka miaka mingi kwamba sekta ya ushirika imetoa mchango mkubwa sana katika nchi yetu kama tunavyojua katika historia. Kwa hiyo kupitia ubunifu huu ambao unafanywa na mamlaka ya LATRA, tunategemea kwamba SACCOS zitakazoanzishwa kwa njia ya kuwaunganisha bodaboda wengi wanaofanya kazi katika mikoa mbalimbali katika nchi yetu, tutaweza kupata kwanza kutambua hawa vijana walioko katika sekta hii, na kupitia utambuzi huo vijana hawa wataweza kwanza kuweka malengo yao na pia kuweza kufikia fursa zingine za kiuchumi na kuunganishwa na sekta ambazo kwa sasa hawezi kuzifikia kwa sababu wanafanya kazi wakiwa ni mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo tunafikiri kwamba Tume ya Taifa ya Mipango ina wajibu na tatakiwa ifanye kazi karibu kuhakikisha kwamba wazo hili linafanikiwa, hasa tukilenga kuwaunganisha vijana waweze kuwa na mifumo imara ya kifedha, hasa katika kuweka akiba, kwa sababu kunapokuwa na watu wengi kunakuwa na fursa nyingine zinazotengenezwa kutokana na wingi wa watu. Kwa hiyo tunategemea kupitia fursa hii vijana hawa wataweza kuwa na nguvu zaidi za kiuchumi, kuweza kujisimamia wenyewe, kwa sababu wao wanatambuana zaidi kuliko mtu yeyote. Kuna mamlaka inayoweza kuwatambua bodaboda kuliko vijana wenyewe wanaohusika na sekta hiyo. Kwa hiyo napongeza sana LATRA kupitia wazo lao hili zuri. Tume ya Taifa ya Mipango itakuwa tayari kushirikiana nao na kutoa kila aina ya ushauri ambao utahitajika katika kuhakikisha wazo hili linafanikiwa, ili kwa pamoja tuweze kujenga nchi yetu na vijana wetu ambao ndio nguzo muhimu ya nchi yetu waweze kufanikiwa na kuwa na matumaini zaidi na uaminifu kwa taifa lao. Mtazamaji, kwa upande wake mwenyekiti wa maafisa usafirishaji mkoa wa Njombe alikuwa na nini cha kueleza kuhusiana na wito huu wa serikali na juhudi zinazofanyika? Tunashukuru kwa fursa tulizotoka kuzipokea kwa maelezo ya mkuu wa mkoa. Sisi kama viongozi tumezipokea kwamba tunakwenda kujiwezesha. Kazi hii tunaifanya ijulikane rasmi na serikali, lakini pia iweze kupata fursa za serikali. Sisi jambo kama la kufungua SACCOS tumepongeza mamlaka ya LATRA. Kwanza tutakuwa tunasaidiana wenyewe kwa wenyewe kujikwamua kiuchumi, kwa maana ya kupata mikopo pasipokuwa na masharti kandamizi na mikopo ambayo itakuwa ina riba nafuu. Mtazamaji, hapa nipo eneo la Kawetire Viewpoint. Kutoka hapa ni kilomita 33 kutoka Mbeya mjini, na ni eneo ambalo linatumika kwa ajili ya utalii, kwa maana ya kuweza kutazama mandhari ya bonde la ufa la Afrika na kutazama mkoa wa Mbeya au jiji la Mbeya. Na watalii wanafika hapa kwa sababu nyingi, ikiwemo kuweza kuangalia mandhari ya namna hiyo. Lakini tufahamu tu kwamba mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini, moja ya jukumu lake ni kusimamia usafiri wa waya, yani cable transport.
ni katika maeneo ambayo yameonekana maeneo yana fursa za uwekezaji wa usafiri wa waya. Yaani unaweza ukafunga huduma ya usafiri wa waya kutoka hapa kwenye eneo hili la Kawitire Viewpoint, na mtu akaweza kusafiri kwa njia ya usafiri wa waya mpaka upande wa pili wa barabara kule ambako pia kuna mlima, hapa katikati kuna bonde. Na moja ya kazi ambazo zinafanyika hapa wilaya ya Chunya ni kwamba mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini inawafikia mawakala wa ukataji wa leseni za LATRA kwa pikipiki za magurudumu mawili na magurudumu matatu, yani bodaboda na bajaji. Na hawa si wengine bali ni kampuni ya Balagumu. Hii ni miongoni mwa kampuni ambazo zinafanya vizuri kabisa kuwafikia wadau kuanzia ngazi ya wilaya mpaka vijijini kabisa, kuweza kuwapatia huduma nzuri kabisa ya kuwapatia leseni za LATRA hawa maafisa usafirishaji wa kwetu. Tupate kumsikiliza CPA Dr. Habibu Juma Suluo, mkurugenzi mkuu LATRA, anapoweza kuongea na wadau hawa hapa mjini Chunya. Niwapongeze sana Balagumu na wafanyakazi wake, watendaji wake. Hii kazi mnaifanya ni kazi ambayo serikali inaitambua na inaithamini. Kwa hiyo lazima na nyinyi tuwatambue na kuwathamini kwa kazi hii. Hongereni sana. Hakika nyinyi ndio mnafanya vizuri kuliko mawakala wengine wote. Kwa hiyo kwa namna fulani kila mmoja usijione huna mchango kwenye taifa hili. Na tunakwenda kuboresha zaidi. Mimi nakubaliana tutakuwa na wewe kuona namna gani tuboreshe, na nyinyi mjikimu muweze kufanya kazi yenu vizuri zaidi. Nyinyi hamjapewa ile nguvu ya kufanya enforcement. Lazima tushirikiane na sisi kwa sababu nyewe kazi yenu ni kutoa leseni. Kwa hiyo pale inapobidi ufanye enforcement lazima mfanye kazi na ofisi yetu, na sisi tufanye kazi wenyewe lazima kwenye enforcement tufanye kazi na polisi. Kwa hiyo pale ambapo tutawahitaji msisite, tushirikiane. Hili la kukopeshwa gari sioni shida, lakini taomba utuletee maombi rasmi, alafu siku tukikupa nafasi tuje tuongee na management yangu, tuiwekee mkakati, tuone namna gani ambavyo tunaweza kuharakisha jambo hili. Kuna jambo moja nilikuwa nimeongea na incharge wetu hapa. LATRA tuna historia, yani tuna sifa ya kutokuchukua chochote. Nikwambieni, hakuna mtumishi wa LATRA mshawishi namna yote. Tena ukimrushia kwenye simu sijui hiyo tunaweza kufungulia na kesi wewe ambao umempa. Kwa kweli rushwa kwangu haipo. Na kila mwaka nina semina na watu wa TAKUKURU. Hatuchukui asante. Sio nasema na jukumu letu. Kwa hiyo nikuombeni na ninyi mjinasibishe na hiyo taswira. Katika miongoni mwenu kuna watu wanaweza kuwa si waaminifu au wakatengeneza hizo shati wakawa wanafanya. Mimi siamini kama ni nyinyi, lakini kuna watu wanaweza kutumia hiyo fursa. Tusiposema itakuwa sio vizuri, hatu watende yake, kwa sababu wanataka kukuchafueni, na inawezekana kwa sababu wewe sasa hivi unakamata maeneo. Baada ya kusema haya, ni washukuru sana tena kwa fursa hii. Naomba muendelee kufanya kazi hii kwa uaminifu na muwe mabalozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye kazi hii. Nikwambieni, mimi ninafanya kazi kwa niaba ya rais. Kila mtu anayefanya kazi na nyinyi pia mnafanya kazi kwa niaba ya rais. Tunawahudumia Watanzania. Mwisho wa siku tuwaache na nyuso zenye kutabasamu. Ndio alichosema Mheshimiwa Rais. Anatamani tusingoje mpaka muda wake uishi, watu waanze kutabasamu saizi. Mpe mtu elimu, mfundishe, na nafikiri tuweke utaratibu wa kutoa semina. Nafikiri bwana anajitahidi. Hizi kanuni hata kwa dondoo tuziandike, tuwakabidhi kila mmoja atii sheria, afanye kazi kwa uadilifu. Mimi naamini riziki anatoa Mungu, mtapata riziki yenu vizuri tu. Asanteni sana. Kwa upande wake Bwana Paul Magazi, ambaye yeye ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni hii ya Balagumu, ambaye ni wakala wa ukataji wa leseni za LATRA, alikuwa na nini cha kusema kuhusiana na ugeni huu aliopokea na mambo yaliyojiri katika kikao kilichohusisha maafisa wa kampuni ya Balagumu ambao ndio wanahusika kuwafikia moja kwa moja maafisa wa usafirishaji. Nimefurahishwa sana na ugeni huu mkubwa wa mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini, Mheshimiwa DG kuja kukutana na sisi, lakini pia kwa niaba ya kutupongeza, lakini pia kusikiliza changamoto zetu. Tumewasilisha changamoto, lakini pia na malengo ameyapokea. Kikweli tunashukuru sana mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini kwa ugeni huu ambao ameufanya mkurugenzi mkuu. Mbinu tunazotumia ni kufika kupitia uongozi wao, kwa sababu wanakuwa na uongozi wao. Kisha fika ukaripoti serikali ya kata ya serikali,
ya kata ya eneo hilo. Serikali ya kata hiyo watakukutanisha na mwenyekiti wao, wanakuaga na viongozi wao. Mwenyekiti ukishakutana na kuitia viongozi wa vijiwe vyao. Wakishafika viongozi wa vijiwe vyao, mkazungumza nao, hao wanaenda kuwahimiza watu wao, wanaanza kusikiliza. Wanaweza wakaitisha kikao cha jumla, wanaweza wakaitisha mkutano wa pamoja, lakini pia wanaweza pia hao ikawa ni shamba darasa la kuwahimiza watu wao kwamba jamani, tulipeni, hili ni takwa la kisheria na sio hiari. Kwa hiyo mbinu tunazotumia ni kuwafata kwenye vijiwe vyao, kuzungumza nao, wanakata leseni kwa hiari. Kwa kweli hawana tatizo kabisa, hata kama ingetokea changamoto, lakini sio wote. Iko ahadi kuu ambayo ameielezea mkurugenzi mkuu kuhusu kutuwezesha kama mawakala ambao tunafanya vizuri, ikiwemo gari ya kazi. Tunaposema gari ya kazi, tafsiri yake ni kwamba kuifikia mikoa ambao tunafanyia kazi, lakini pia kuwatembelea wadau kwa wakati, maana kundi ambao tunadili nalo ni kundi ambalo linahitaji kutembelewa mara kwa mara, lakini pia ni kwa ajili ya matangazo, maana tutatumia kubeba speaker, tutatumia kubeba generator, tutawatangazia wadau wa usafirishaji ili kukutana nao, tutazungumza nao kwa njia ambayo tuliwezeshwa na mkurugenzi mkuu. Kiukweli kabisa tunashukuru sana kwa ahadi hiyo. Mtazamaji, welevu wa mambo walisema mtarazaki hachoki na akichoka basi amepata. Vile vile mgaagaa na upwa hali wali mkavu. Hivi uliwahi kujiuliza kwamba ukiweza kujibu maswali ya wiki ya LATRA kwa mwezi mmoja mfululizo ni sawa sana kujipatia mshahara wa shilingi 200,000 kwa mwezi huo bila kufanya kazi yoyote ile? Unajibu tu maswali yetu kwa ufasaha kabisa na unajibu ukiwa mtu wa kwanza. Na hapa nasema hayo kwa sababu tumefika katika kipengele chetu pendwa kabisa cha swali la wiki. Na kabla sijakutajia mshindi wa wiki iliyopita, mtazamaji, nikwambie tu vigezo na masharti huzingatiwa. Na moja ya masharti yetu ni kwamba uwe umefuatilia kurasa zetu za mitandao ya kijamii na ujibu swali la wiki husika ambao litapostiwa katika kurasa yetu ya Instagram, na ujibu kwa usahihi kabisa, na ujibu ukiwa wa kwanza katika sehemu ya comments au sehemu ya maoni. Mwenye bahati yake aliyeshinda swali la wiki iliyopita si mwingine bali ni mdau wetu Bwana Ben Cloud. Hongera sana Bwana Ben kwa kuweza kujishindia pesa taslim shilingi 50,000 wiki hii, na ukiweza kuendelea basi kwa mwezi mzima, basi itakuwa ni sawa na kujipatia mshahara wako wa shilingi za Kitanzania 200,000. Na mtazamaji, swali la wiki hii ambalo linakufikia sasa hivi linakuja namna hiyo, bila usumbufu, bila bugdha. Tutajie faida ambazo zitapatikana kwa maafisa usafirishaji kwa maana ya waendeshaji wa pikipiki za magurudumu mawili na magurudumu matatu wakijiunga na vyama vya ushirika vinavyoratibiwa na LATRA. Mtazamaji wa kipindi cha usafiri na maendeleo, namna hiyo ndio jinsi ambavyo kipindi chetu kinatia nanga. Unaweza tu kusema kwamba kesho nao pia ni siku. Tumekuwa na mkurugenzi mkuu wa LATRA katika ziara yake ya mikoa ya Nyanda za Juu Kusini, hususan mkoa wa Njombe na mkoa wa Mbeya, na tumeweza kuangalia fursa zinazopatikana kwa uratibu wa maafisa usafirishaji kuweza kuunda vyama vya akiba na mikopo na kuweza kunufaika kwa namna moja na nyingine kama jinsi ambavyo tumeweza kuwasikia wadau. Vile vile tumekuwa na Mheshimiwa Anthony Mtaka, yeye ni mkuu wa mkoa wa Njombe, ikiwa ni pamoja na mtendaji mkuu wa Tume ya Mipango hapa Tanzania, si mwingine bali yeye ni Dr. Fredi Msemwa. Kwa pamoja na wadau wengine tumeweza kushuhudia jinsi ambavyo serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan inaweza kufanya uratibu wa wadau hawa ambao ni maafisa usafirishaji na kuwawezesha kunufaika kiuchumi kwa njia mbalimbali. Na mpaka kufikia nukta hiyo, kwa niaba ya wote walioshiriki katika maandalizi mazuri kabisa ya kufikishia kipindi hiki cha usafiri na maendeleo kwa siku ya leo, napenda kukutakia utazamaji mzuri wa vipindi vinavyofuata, na kwa niaba yao hao napenda kuaga kwa heri kwa sasa, na tukutane juma lijalo siku na saa kama ya leo. Asante.
udhibiti usafiri ardhini LATRA. Kama unaamini kama mimi kwamba nishati safi katika usafirishaji ndio mpango mzima, tunapiga kofi moja moja la kuunga mkono. LATRA wametufundisha namna ya usafiri salama na rafiki wa mazingira, tumejifunza katika viwanja vya Mnazi Mmoja. Lakini mheshimiwa, kupitia app ya LATRA tumejifunza kwamba ile hofu ya kujua ndugu yako yuko wapi, amefika wapi sasa hivi, gari hilo liko wapi, kumbe tumekwenda kwenye usafiri endelevu. Sasa hivi kila kitu unapata kwenye kiganja. Tumejifunza kupitia maonyesho haya. Huna haja ya kumpigia kondakta kumuuliza abiria wangu yuko wapi. Kila kitu kipo kwenye kiganja. Unaangalia basi lipo, nafasi zipo, linaondoka saa ngapi, liko wapi, limefika saa ngapi. Hii ni kazi kubwa. Nikasema Mheshimiwa Waziri Mkuu, siwezi kukaa nalo hili, lazima nikufikishie na lazima tuwapongeze LATRA. Piga makofi kwa kazi kubwa kwa LATRA.